Peace. Stori ya kweli. Watu wengi ambao wana ndoto kubwa, ambao wanaamini kwamba wameumbwa na kuwa katika ulimwengu kwa ajili ya kutimiza malengo makubwa, wanapitia changamoto nyingi sana, wanapitia magumu sana, wanapitia upweke sana, wanapitia changamoto nyingi kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu wanaonekana kama wako tofauti kwa njia yao ya utofauti. Nitolee mfano wewe unayetizama hii video. Ukiwa na ndoto kubwa na ukatambua kwamba upo hapa duniani katika umbo la mwili ili uitimize hiyo ndoto, utaonekana uko tofauti. Tofauti labda kimtizamo, unavyoyaona mambo, tofauti labda ukawa nje ya mifumo, wenzako labda wakienda mpaka viwango fulani vya elimu, wewe ukaona haina haja ukakatisha elimu, ama ukaenda nao mpaka mwisho, lakini wewe malengo yako ya kwenda kwenye elimu ilikuwa ni kufocus zaidi kwenye ndoto yako. Kwa hiyo unaonekana uko tofauti. Wakati wengine wanataka kusoma wapate kazi nzuri, waajiriwe sehemu nzuri, wapate mishahara, wapate privileges zinazokuja na mishahara na ajira, wewe unaangalia ukimaliza masomo uhangaikie ndoto yako, upambanie ndoto yako, na uko tayari hata kuzikosa hizo fursa za ajira, uko tayari kukosa hizo manufaa na faida zinazotokana na ajira. Kwa hiyo watu wanakuona, wewe vipi? Wenzako wamepata kazi pale, wewe vipi? Kwa hiyo unaonekana tofauti kwa njia hiyo. Lakini pia unaweza kuonekana tofauti kwa watu wako wa karibu. Sisi ambao tunaamini kwamba tuna ndoto kubwa na tuko hapa kuipambania hii ndoto, tunaonekana tofauti sana kwa watu wetu wa karibu, kwa sababu hawa watu wetu wa karibu wanachokitarajia ni sisi kukubali kuwa kwenye mfumo ambao unarahisisha maisha, na hawako tayari kupitia magumu kwa sababu yako wewe. Labda uwe na familia, kwa mfano ndugu wanaokutegemea, halafu wanakuona wewe unazungumzia ndoto, unapambania ndoto yako, na hawajui ndoto yako hiyo itawapa maisha mazuri lini. Hawajui kabisa hiyo ndoto yako unaoipambania wewe itawapatia privileges lini. Hawaoni kile unachokiona. Kwa hiyo mnakuwa mnaona vitu tofauti, kila mmoja anaona vya kwake. Watu wako wa karibu wanaokutegemea wanatarajia uwahudumie, labda uwalishe, uwavalishe, uwape huduma za afya, huduma za elimu na huduma za maisha na raha za maisha. Ila wewe unachokipambania bado hakijazaa matunda. Sasa hivi unakiona miaka 5 mbele, miaka 10, 15, hata 20 huko mbele ndo kitaanza kuleta haya matunda, na uko tayari kusimama na kupambania unachokiamini. Je, hawa karibu yako wanaokuzunguka unafikiri wako tayari? Kwa hiyo utaonekana tofauti kwao, utaonekana msaliti kwao, itaonekana huwapendi, hauwajali, na wewe ni mbinafsi, you are selfish, kwa sababu unaangalia tu ndoto yako ya baadaye. Na watu wanataka kuishi sasa hivi,
wayaone matunda sasa hivi, wahudumiwe sasa hivi. Lakini pia tunaonekana tofauti kwenye mifumo ambayo ipo ya kijamii. Kwamba jamii ilivyopangwa kichwani, programs ni kwamba ni blueprint. Hii blueprint lazima utoke kindergarten, labda uende primary, uende secondary, uende university, upate kazi. Ama wachache sana wana ndoto. Hata kama hujapata huo mlolongo wa elimu, basi umalize at least shule ya msingi, ukamate ndoto yako, upambanie. Ama form 4 ama form 6, uachane na masomo ya mbele, ukamate ndoto yako, upambanie. Watu wanakuona, hii wewe vipi? Wewe unaishia hapo tu, unarudi kuuza duka, kumbe ndoto yako ni supermarket au biashara kubwa. Wewe vipi? Unaishia hapo na kuja kuwa fundi garage, kumbe hajui ndoto yako ni kuwa mechanic engineer moja mkubwa sana practically kwenye magari na kuanza kuingiza kipato mapema. Watu wanakuona, wewe vipi? Mbona sasa mziki utakusaidia nini sasa? Yaani unaacha kufanya vitu vya maana huku, vitu vya kukuingizia heshima, vitu vya kukupa ajira na maisha, wewe unaenda kukimbilia mziki. Uhuni huo. Ama hasa uchoraji utakusaidia nini? Au boxing, unang'ang'ania boxing tu. Boxing itakulipa nini sasa? Au mpira. Natolea mfano kwamba kufuatilia ndoto yako sio rahisi. Kupambania unachokiamini ni mojawapo ya vitu vigumu sana. Vigumu sana, kwa sababu ya pressures mbalimbali zilizotuzunguka. Pressure ya jamii, pressure ya familia, pressure ya watu wa karibu, pressure ya mifumo na personal conflict, zile vita ndani kwa ndani. Hili ni kubwa sana. Kwa mfano mimi napitia sana haya niliyokuelezeni hapa, kwamba kunakuwa na personal conflict ndani yako. Unaona, kweli nitatoboa? Kweli will I ever make it? Hiyo lazima ipo, na hasa ukizingatia hauna support ya ndugu, hauna support ya wazazi, hauna support ya familia, hauna support ya jamii, hakuna mifumo iliyotengenezwa kukusupport wewe ndoto yako. Huyo una mashaka mara nyingi, una hofu mara nyingi, kuna ile sauti na kuambia ukate tamaa mara nyingi. I go through that too. Lakini ujasiri nilionao na focus nilionayo ndio inanifanya niendelee kwenda mbele. Napendaga sana kuzungumza vitu ambavyo ni true story, na mara nyingi nimepitia ama napitia, ama watu wangu ambao wa karibu wanapitia, ama wale watu wangu ambao wako na mimi katika hii safari ya spirituality, wanapozungumza na mimi wananielezea wanayopitia. Ni ngumu sana kuwa spiritual person kwenye ulimwengu uliojaa dini na wafia dini na imani na wafia imani. Kuna kutengwa sana. Inawezekana wewe ndoto yako ni kuwa spiritual, just to live a peaceful, simple, spiritual life. Lakini changamoto ambazo ziko kwenye hiyo ndoto, watu wanatarajia uende usali kila siku sala 5 na ya Ijumaa usikose, na dua zote na maombi yote unaofanya usikose, ni lazima. Upande wa pili wanakutaka usali kila Jumapili, uende kanisani, uende kwenye jumuiya, uende kwenye maombi na michango na matambiko yote yanayofanyika usikose, ni lazima. Lakini wewe una mtizamo tofauti, akili yako imefunguka kwenye level ambayo hawa wengine labda hawaioni,
hawaielewi na sio shida yao, wakuelewe. Na inakuwa mbaya zaidi watu ambao hawakuelewi ni watu wa karibu yako kabisa, labda ndugu wa karibu unaoishi nao, wazazi unaoishi nao, ama una familia, we ni mke ama we ni mme, alafu haueleweki. Inatengeneza upweke, loneliness, ina create your vacuum ya kutokuwa hata na watu wa kushare nao haya mambo. Yaani unakuwa hata huna mtu ambaye unaweza ukaongea naye, mtu ambaye unaweza ukashauriana naye, mtu ambaye unaweza ukamweleza machungu unaopitia, maumivu unaopitia, mateso yaliyopo, changamoto zilizopo. Na hata ukiwaeleza wale wa karibu, nimesema hapa nyuma, it is none of their business. Yaani hizo ni shida zako wewe, umeamua kufuata ndoto yako. Hizo ni shida zako. Kama tunataka attention, we need attention. Tupatie attention yetu, tupatie muda wetu. Kama tunataka pesa, tupatie pesa, tuhudumie sasa hivi. Hizo ni shida zako, ndoto yako ni shida yako, spirituality yako ni shida yako. Kama tunataka ujumuike kwenye ibada, kwenye maombi ya hiki tunachokiamini, you must come through. Otherwise hatukuelewi, na hizo ni shida zako. Kwa hiyo kuna gap, unakuwa uko lonely sana mara nyingi. And nakuelezeni hiki kutoka sehemu ya ndani sana moyo wangu. Kinachotokea ni kwamba watu wengi wanakata tamaa, watu wengi wanashindwa, watu wengi wanaamua tu kufuata bendera, kufuata vile familia inataka, jamii inataka, marafiki wanavyotaka, labda na mataasisi zinavyotaka. Wanaamua tu kujumuika ili maisha yawe mepesi, ili kuwe na maelewano na wakubalike, waweze kufit in, belong somewhere, kumiliki kuwa sehemu ya watu fulani. And they give up kabisa. And it's okay. It's okay kwao, lakini kwako wewe na kwangu mimi ambaye tumeamua hivi, kitu kinachotokea ni kwamba we give it all to our dreams and we have nothing left or very little left to give to someone else. Yaani umepatia ndoto yako ile, ama passion yako, ama njia uliyoamua kupita, umepatia kila kitu. Your time, your attention, your resources, your energy, your love, your passion, your kindness, your hobby, vyote umevisukuma kwenye huo mpango wako, that dream of yours. And you have this very little to give to someone else. Kidogo sana imebaki, muda kidogo unabaki kuwapatia wengine, attention kidogo imebaki kuwapa wengine, mazungumzo kidogo yanabaki kuwapa wengine, au pesa unaamua tu wape pesa tu kama pesa ipo, ili wakuache wafanye mambo yako. Kinatokea nini? Mara nyingi kama ni mwanamume na mkeo ndo hakuelewi kabisa, basi mara nyingi watu huachana. Mwanamke ana give up. Kunakuwa na magomvi, kutoelewana. We are not on the same page, we don't think the same, we are not traveling on the same road, we are not on the same page. Maneno yanakuwa bra bra bra. Mwanamke anaamua kuachana. Au kama ni mwanamke ndiye ameamua kuchagua jambo lake, basi mwanamume unakuta anampa vipingamizi. Mimi ndo mwanaume, mimi ndo kichwa, lazima unifuate, lazima unisikilize. Kwa hiyo kunakuwa na hiyo conflict inakuwepo, matatizo, changamoto za hapa na pale zinakuwa nyingi, kuchokonoana zinakuwa nyingi, kuvurugana kunakuwa kwingi. Hatimaye mwanamume anaona bwana, basi itakavyokuwa na iwe. He also gives up. So watu wanakata tamaa kwa njia mbalimbali.
Na kama ni ndugu na jamaa, unakuta wengine hata unajitenga nao, yani unaona mimi shangazi ama anko, mimi sitembelei wale watu. Tawapigia tu simu siku moja moja, tunaongea, then kila mtu afanya mambo yake. Kama ni marafiki pia unakuta unajitenga nao tu, unaona you guys do your stuff. Mimi na huambii, lakini unaamua tu wewe kwamba that is another way of giving up, by the way. Unakata tu tamaa, unaona. Let me focus on me. Let me focus on me. Kwa sababu hakuna anayenielewa, hakuna in short, hakuna anayeelewa. Kwa kama hakuna anayeelewa, basi tunashindwa kuelewana. Kwa hiyo kama tunashindwa kuelewana, kuna kavita fulani, kuna ugomvi fulani, kuna kukosa maelewano fulani hapo. Na mimi nakwambia this is across the board. Iwe ni kwa wazazi, kwa mpenzi wako, kwa mmeo au mkeo, kwa watoto, kwa marafiki, kwa jamii, kwa taasisi, kwa mifumo. Upande mmoja lazima uta give up. But I'm here to encourage you kwamba be strong. Stay focused. In the end of the day kwamba wewe ndio umeona unachokiona na mwingine hawezi kukiona. Wewe ndio umechagua ulichochagua na mwingine hajakichagua. Wewe ndio umebarikiwa kwa nyakati hizi kuwa na hayo maono, hayo malengo, that dream. Sio mtu mwingine. So you can lose everything else, you can lose everyone around you, but not yourself. So choose yourself. Nakwambia hivyo, choose yourself. Please choose yourself. Kuwa jasiri, kuwa shujaa. Stay focused on yourself. Jichague wewe kwanza. Peace.